Samawati Online, elimu na taarifa. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika channel zetu pendwa, na leo tumebahatika kwamba tumefanya project ya pamoja Samawati Online TV pamoja na Kibaki Videos. Na leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni wetu katika studio zetu. Atajitambulisha, tutaweza kumfahamu na kwa nini yuko hapa. Karibu. Asante. Jisikie uko nyumbani. Asante. Mtazamaji wetu angependa kufahamu wewe ni nani? Okay. Kwa majina naitwa Mofu. Naweza nikasema mwanahabari ama nipo kwenye tasnia ya mwanahabari. Lakini kwenye tasnia ambayo tunajiita kama creative journalists. Okay. We learned something there. Ni create journalist or ni content creator? Creative journalist literally, unajua wanasema kwamba wanahabari ni wale watu ambao wako very curious, yeah? Kwenye kujua mambo mengi sana. So kama creative journalist unatumia akili yako ku create vitu. So literally is a content creator, lakini unaingiza ndani sasa the professionalism kwenye kazi ambayo unafanya. Ni tofauti na content creators ni kwamba in journalism tuna mipaka ya kuvuka, yani kuna zile ethics za habari. Yeah, so ukiachana na wanahabari sasa uingie kwenye content creating, ukitengeneza content yako lakini unafuata zile ethics, sasa unakuwa kama creative journalist. Ina maana kwamba unaongozwa na kanuni fulani vya utengenezaji. That is what a creative journalist is. Great. Tutarudi kwenye kipengele. Lakini hebu watazamaji wetu walikufahamu hata kwa ufupi historia yako. Umetokea wapi, mzaliwa wapi, pengine chochote anaweza kupata katika. Mzaliwa, I think naweza nikasema mzaliwa wa mainland Tanzania. Yeah, mpaka hapa right now we in Zanzibar, guys. Yeah. Okay, back to create journalist. Yeah. Kuna waandishi wengi, kuna vijana wengi ambao wame graduate from colleges, universities, na wanasubiria ajira katika medias na vyombo vingine ambavyo vikubwa. Una lipi la kuambia katika eneo hili la create journalist? Okay. I think kwa vijana ambao maybe washamaliza shule, of course wamesomea wanahabari, I would actually say kwamba usisubiri mpaka utafutwe ama upate ajira, kwa sababu wanahabari ipo kwenye engo kubwa sana. Saizi kuna kitu ambacho kinaitwa citizen journalism. Citizen journalism ni ile kitu ambacho sasa mamlaka imeenda kwa wananchi. Ina maana kwamba pia wananchi wana uwezo wa kuripoti chochote na dunia inaweza kawasikiliza. So for the young guys ambao wametoka chuo, jitafutie ajira. I would say that start something for yourself, kwa sababu information, kila mtu anahitaji information. You just need to know una package vipi ile information ambayo unataka watu wakusikilize ama wakujue nacho. Yeah. Okay, good. Kwa vijana ambao fresh from school, fresh from colleges, advice ni kwamba unaweza kufanya vitu vingi through citizen journalism and from creative journalism. Na bahati nzuri sasa hivi Zanzibar wanaruhusu hizi online medias and content creators, as long as umefuata taratibu sahihi. Turudi kwako. Ukiacha journalism, kuna activities nyingine ambazo unazifanya, maybe sports, maybe ni artist, maybe kuna kitu kingine ambacho maybe watu wangekijua. Okay, chana na journalism, naweza nikasema mimi ni mwanamke ambaye na vitu vingi sana. I would say that, yeah. Kwenye dunia ya sporting nipo kwenye kama bike rider. Tunaitwa riders wale waendesha pikipiki. This is who I am. Kwenye pia sporting, I'm such a nice swimmer. Kwenye dunia ya kwenye artist world, naenda
kama creative lead na fanya a lot of interactions hapa na pale na music producers na nini. Alafu pia nawasaidia artists kutengeneza brand zao. Yeah. So you are a brand maker? Yes, I make brands. Yeah, I make brands, you know. Yes. Really I appreciate. Nimefurahi sana on kwamba wewe ni superwoman. You have a lot of things that you do kama mwanamke. Yeah. Wanawake wengine wana kitu cha kujifunza kwako. Nice. Katika jamii zetu wanawake wengi wanakuwa wanaendeshwa. Yeah. Hata kama amenunua gari yake kuna dereva na wajiri. Yeah. Kipi kimekuvutia wewe kuwa bike rider? With biking actually inakuja ile the freedom. Unajua wanasema with bikes comes the freedom. Wakati upo kwenye pikipiki, you know ya kwamba wewe ndo body na wewe ndo unaamua, wewe ndo determine unakimbia kwa speed gani. So when it comes to bike riding inakuja sasa pia kwenye maisha. It's just like zinaendana moja kwa moja. The speed ambayo unakimbia nayo on the roads is almost the same speed ambayo tunatumia kukimbia nayo maishani. So biking is more like inakuja kama freedom in life, lakini pia ukikiangalia you're using it to determine how you're driving your life on a day-to-day basis. You get kuna wale watu ambao wanaendesha pikipiki zao taratibu, pia ukiangalia kwenye maisha hapo taratibu sana. Alafu nao kuna the fast riders ambao wanataka kufanya kila kitu na maisha yao. You want to go against the wind, ile adrenaline ambayo inakugasa. Yeah, so you are a fast rider? Yeah, I'm a fast rider. And you fast ride the life? Yes. Kwenye maisha pia najitahidi sana kukimbiza. Okay. Kuna jamii, kuna familia pia. Wanapokuta umeingia kwenye harakati hizi. Wanachukuliaje? Kwanza jamii, I would say jamii inapendezwa sana kumwona mwanamke ambaye ni mwendesha pikipiki. Hiyo ni something ambacho jamii inakipenda sana. Normally tunaona wakati tupo barabarani the way watu tunashabikiwa, you know, when they see it as a woman everybody wants to come and say hi. Alafu wakimwangalia they're looking at such a young woman, she can do this, you know. But when it comes to familia pia I think ilifika sehemu wakawa tu very accepting. Unajua we come up from those families ambao mwanzo walikuwa wanapenda kukurestrict, no you're a woman, you cannot do this, you cannot do this. Lakini walikuwa wanapata every time wanakukataza, do not do this, wanapata umekifanya. So ikafikia sehemu ambapo hawana budi than just kukubali kwamba okay, our girl is a bike rider, tumwachie afanye kitu ambacho anakipenda. Alafu later on tumeona matokeo tofauti hapa na pale when it just comes to bike riding, because nimeweza kuinfluence maisha ya other young girls. Kuna brands ambazo zimenichukua just because I'm a bike rider, you know. Yeah, so I'm thankful for the doors that ambazo zimeopen just because of bike riding. Let me tell you something. Yeah. You have answered 3 questions. Yeah. Ambazo kwanza je baadaye. Okay. Which are the questions? Okay. But leo hatutazungumzia sana upande wa kwenye other sports pamoja na hizi producers interaction na mambo mengine. So we'll have another talks on this. But before that, before going further, let's say this. Mtazamaji wa Kibaki Video na Samawati Online TV, gusa button ya subscribe. We need your support. Support us kwa kusubscribe, like and share. Okay? Morphine. Hebu turudi kwako. You are African woman. Yeah. Right? Yeah. Tamaduni za Kiafrika hazikuzuii, hazikupi changamoto katika career yako kama bike woman? Tamaduni za Afrika, honestly I would say mimi sijapata zile restrictions sana na tamaduni, okay? If at all mimi naona ni tamaduni ambazo zimenisupport sana kwa sababu that is the pillar ambayo mimi naegemea mwisho wa siku, you know.
I have to go back and I'm like, okay, I'm an African woman, and yes, an African woman can do anything. Unajua kuna ile perception ya kwamba African women were the strong women, ukiangalia even back then. Yani an African woman is such an nguvu fulani vya kufanya vyenda, anaendesha familia, anaendesha jamii, anaendesha. So yeah, I would say jamii and my Africanism imesupportiana. Okay. Katika maswali matatu niulize. Moja nagerejea. Okay. Hivi unahisi kwa kiasi kikubwa wasichana wana admire unachokifanya, kinawavutia, unawa-inspire kwa namna yoyote ile? Yes, I inspire wanawake wengi sana, especially the young girls, yeah. Na najua hivi kwa sababu wengi wananifuata most of the time. Yeah, Morphin tuonyeshe njia, Morphin can you mentor me, Morphin can you do this, you know. So I think now I inspire kwa kadri just the way I am. Yeah. So at the same time you are mentor. I try to I try to mentor other girls, you know, kwa sababu kwenye maisha tunaegemeana. Mimi pia nilikuwa mentored na somebody else. So mtu akinifuata akiniambia maybe you can mentor me into something, you know, I will also mentor people kwa sababu pia mimi nilikuwa mentored. Mtazamaji wa Kibaki Video, Samawati Online, bado tunarudi kwako, usisahau kusubscribe kwa sababu tunakuhitaji bado na tunahitaji kufanya contents nyingi kwa ajili yako. Okay. So you are bike rider and you are mentor too. Yeah. Okay. Na hii bike riding imekupa endorsement yoyote ambayo unaweza kuchukua kama reference ya kwamba kweli bike riding inalipa? Yes, nimepata endorsements from companies, yeah. For mfano, as of now, maybe I have been able to represent a small brand. Yeah, just got to see of biking because walikuwa wanataka somebody ambaye yupo very unique kwenye jamii, and through bike riding I was able to stand out, you know. Yeah, so I would say bike riding pays if you really know how to navigate your way around it. Okay, I think tunahitaji kufanya interview nyingine kwa ajili ya kuwamotivate, kuwapa hamasa wasichana kuweza kutumia nafasi ya social platform zao kama sehemu ya kuingizia kipato. Nadhani huu ni mjadala mpana ambao unahitaji muda wake pia. Lakini je, hii ni mara yako ya mwanzo kufika Zanzibar au uliwahi kufika kabla? This is my first time going here Zanzibar. Despite ya kuwa jirani yenu pale Dar es Salaam. Yeah, kwa namna moja nyingine I've always been postponing my coming to Zanzibar. Unajua everybody is like, let's go to Zanzibar, mimi ngoja kwanza, but this is my first time being in Zanzibar. Other people wanasema kwamba wanaogopa maji, kusafiri masafa marefu baharini, wanapata sea sickness, kama kutapika na nini. Vipi kwa upande wako wewe? Haikuwa kikwazo? Mimi sijapata changamoto because I think nishazoea maji kwa long time. Wanasema wale watu ambao wanavutiwa sana na maji. So even on my day to day life maybe nakimbiliaga maji whenever I want to relax my mind. That's why swimming is involved. So to me, crossing over was one of the best things. I really loved it, you know. Okay. So kwa hatua ambayo umefikia, ikiwa kuna kampuni inahitaji kufanya ads zao na wewe, uko tayari au unakuwa na mikataba inakulinda? I'm non-open. Kama kwa mfano, like I'm a brand influencer, ina maana kwamba I am open to working with as many brands as I can because mimi am a marketer. Mimi na audience ambao naunganisha na brands tofauti. So it just depends na makubaliano. I'm ready and open to work with anybody. Okay, na upo katika social platforms zipi? I'm only on Instagram. On Instagram? Yeah, I'm on Instagram. The number of your followers? I have 11.3k followers. Yeah. Okay. Okay, good. Una msemo hivi watu wanasemaga unakuwa unagusa kidogo kuuliza umbea hivi. Sio umbea, sio udaku,
Yeah. tunahitaji nilisikia unafanya kazi kwa karibu na producer mmoja kutoka Dar es Salaam anaitwa Shaska. Yeah. Yeah, that is true. Yeah. Can you give him a shout out? Of course, like guys, there's one of the baddest music producers in Tanzania. His name is Shaska Makota, but his trademark is Owe. Yeah. Okay. Kwa watu ambao wanataka kufanya kazi na wewe, wanakufikiaje? Mawasiliano yako yako open au wa restrict kwamba umeweka private, watu hawawezi kukufikia kwa urahisi? Ufikiaji wako ukoje? Okay. Mimi ni mtu ambaye niko very easily accessible na watu wote actually, you know, because I'm pretty much social. So you can find me on social media, you can find me through email, you can find me, I don't know, any place mimi napatikana. So call me ukienda unanipata. So yeah, on my social media is Mofinopilio. When it comes to email, of course, is mofinopilio@gmail.com. Yeah. And any other place where unataka kunipata utanipata. Even you can have a look at my portfolio kwenye Google. Yeah, just Mofinopilio. Okay. You know, simplicity is the best. Yeah. Watu wengi wanatumia sana WhatsApp. Yeah. Can they reach you through WhatsApp? Yeah, sure. What's up this? Where they get your number? You want me to give you guys my number? Yeah, sure. I can give you a number ukawapa if they wanna reach out. Unaweza kuitaja tu, so someone if you want I can. Okay. So let's leave it. Nice, yeah. Okay. Yeah. I think tumezungumza kwa muda na tusiwachoshe sana watazamaji wetu. We will have another time, tutazungumza vitu vingi. So our interviews tumeona kuna maeneo kama 10 ambayo we can have talk. Yeah. For the future programs. Yeah. So usichoke, jisikie kwa nyumbani. Unapokuja Zanzibar anytime, come to us, we have talk. Thank you so much. Asante sana for that. Okay, mpenzi mtazamaji wa Kibaki Video na Samawati Online TV, hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na mwisho wa kipindi hichi ndio maandalizi ya kipindi kijayo. Usisahau kusubscribe na kushare ili tuweze kuwa na idadi kubwa ya followers, viewers and subscribers kwa ajili